Yes, bana mwanamichezo popote pale ulipo, hii ni Kamtu TV na mbele yako ni Malaika wa Simba Sports Club. Malaika Simba Sports Club imeanza kufanya yake. Saba wa kwanza wameondoka, kisha Mzamiru ya Asim. Tuanze pale kwenye wale saba wa mwanzo. Unahisi nani alifanya makosa ya kumuondoa pale kwenye kikosi cha mnyama Simba Sports Club? Labda huenda angebaki, angekuwa na faida ndani ya viunga vya mnyama Simba Sports Club. Mimi niseme tu kwamba wakati wetu umefika, watu wa Simba. Wakati wetu umefika wa kuweza kupata maumivu. Unajua Simba tuna wakati tunafurahi na tuna wakati wa kupata maumivu. Sasa wakati wa maumivu umeshakaribia na tayari umeshaanza. Tayari Simba Sports Club watu wote kwa tunatarajia kwamba katika panga hili tulishajua kuna wachezaji lazima tutaweza kuwaondoa. Lakini sio tunaona panga ni kwamba panga ambalo la kushtukizwa, panga ambalo hatukutegemea na tutarajia eti leo hii bring camera tunaweza kumsikia na pia kapigwa panga. Watu waambie sasa leo hii ndio tunaanza kumuona Mangungu anaonyesha sana kucha yake. Yaani Mangungu siku zote yeye hana makucha zaidi ya kuwaumiza watu wa Simba tu. Yaani Mangungu anakaa kimya. Akiona kwamba watu wa Simba sasa hivi wamepoa, ndo anaibuka atuumiza. Hili ni panga la Mangungu, kwa sababu haiwezekani kiongozi mwenye kizake timamu anaenda kumuondoa ping kamera. Simba huko sasa kweli. Sasa Mangungu amehusika vipi na kuondolewa kwa ping kamera? Naomba kusema Mangungu ni silent killer. Mangungu yeye anatembea, yani muuaji wa kimya. Ukimwona kama acheki kumbe anacheka. Kila wakati anabasamu kumbe jambo lake. Alikuwa anasubiria tu kwamba msimu umalizike alafu aanze kutunyoosha. Sasa Mangungu ameanza kutunyoosha. Mimi sijapenda kiukweli. Kumuondoa Kante sawa. Kumuondoa sijui huyo Mzamiru ni sawa. Lakini pia kuondoa tu Nabi kama sio kwa sababu Nabi kama akina Shamose wote wako sahihi kwa sababu za msingi. Product ambayo aliyekuwa nayo Stephen Becker, hawa wachezaji hawamfai, ikiwemo ping kama no. Naomba kusema ping kamera Stephen Becker hajawahi kumshuhudia hajawahi kumtumia. Stephen Becker amefika anaanza yeye anamtumia ni huyu ambaye kipa ambaye tulimchukua kwa mkopo Jibril Kasari, ambaye ni Kasari, ni kipa ambaye ana mwili mkubwa kama kocha yake. Lakini maombi alikuwa ni ya maombi alikuwa ni ya kocha kumtaka kipa, na ndio maana nimesema kwa sababu za msingi. Wakati anaingia pale amekuta kipa namba 1 majeruhi ambaye ni ping kamera. Kipa namba 2 Yakubu na pia alikuwa majeruhi. Sawa. Alibaki kipa namba 3. Sasa haiwezekani kocha mwenye kesi kimamu eti akae aseme ana kipa ambaye anaweza kumuofa mambo mengi, eti kipa namba 3 haipo. Ila sasa akasema nileteni kipa hata kwa mkopo. Lakini sasa tulitarajia kuona kwamba makubaliano tulio kwamba ping kamera msimu unamalizika, yeye sasa anakuwa rasmi kuendeleza kuinoa Simba na kuhakikisha Simba ifike pale anapotaka. Kwa kifupi, Malaika, unachotaka kusema ni kwamba nafsi yako haijipi kabisa kwa Jibril Kasari, kwamba hawezi kukufikisha popote. Kasari mama yangu mzazi, mama yangu mwanamke, yaani miongoni, unajua shida ni moja. Simba Kasari tunaenda kukutana, msimu mpya unaanza, tunacheza kwa ubingwa. Kwa tunaenda kukutana na timu ambazo wana wachezaji ambao wanaweza kukevu piramidi hapo unaongelea. Tunaenda kukutana na wachezaji ambao wana uwezo wa kufanya kupiga mipira yote unajua wewe. Sasa kama huyu Kaisari anaweza kufungwa na mashuti ya Majiji, kama Kasari anaenda anapigiwa shuti na mchezaji wa Majiji ambaye ndo toka amezaliwa anafunga Kaisari, yaani ndo goli la kwanza toka anazaliwa, toka amezaliwa na anaanza kucheza mpira hajawahi kufunga goli ya mchezaji. Goli aliyofunga ni goli ya kumfunga Kaisari, na tena kama goli la kumfedhesha. Sasa tunahitaji nini? Tunahitaji msimu wa 26-27 Simba Sports Club tulitamani tuweze kuondoa wachezaji wasiofaa. Yaani tuelewane, tuondoe wachezaji wasiofaa, tuwabakishe wachezaji wanaofaa, ili sasa tuongeze pale tulipoondoa.
ili tuimarishe kikosi chetu, ili msimu tuanze tukiwa tuko vizuri. Lakini takwimu za Kasari zinambeba toka ameingia dirisha dogo hajafungwa mechi hata moja mpaka sasa hivi. Tunaoja kusema inategemeana, usijisifu na mbio, jiulize swali, nani anakukimbiza? Kwa nataka kusema NBC Premier League hamna timu ambayo inamtisha mnyama? Hakuna. Yaani kwa wakati, yani kwa msimu huu uliopita, sawa, kwa msimu huu yani Simba Sports Club hakuna timu yoyote ya ndani ya nchi hii ambayo inaweza kupishana au kuweza kushindana Simba, na ndio maana unamuona leo Kasari kama ni kipa bora sana, lakini ndani ya msimu huu, ndani ya dirisha hili dogo na uwezo wake, na pia bado amefanya mambo mengi ni hovyo. Kama yapi yale? Kuna ubingwa ametukosesha Kaisari. Shubadule ametukosesha Kaisari ubingwa hiyo kabisa. Anaongoza kufunga magoli ambayo hata wewe leo hii ujifunza na mpira ufungwi. Leo hii Kasari sijamsikia wakisema thank you. Lakini panga ndo limeanza. Naweza kusema panga limeanza. Kwa nini panga lianze sehemu ambayo imetupesa? Nikwambie tu kweli. Nikwambie kweli. Sawa. Na hii naomba usikizane. Katika klabu ya Simba Sports Club, mchezaji pendwa kwa Simba Sports Club ni Ping Kamala. Na ndio maana kuumia kwake kila kukicha watu mashabiki tunajiuliza swali, lini Ping Kamala anapona? Lini nakaa sawa? Leo hii tuna taarifa, tunayo Kamala yuko vizuri, yuko fiti karikiti. Yaani Kamala sasa hivi ukimpigia hata ukimshia jiwe anadaka na umii. Kamara huyo Kamara sasa hivi chukua risasi, mpige risasi ile risasi sawa. Kamara analikwepa. Kikwepa si goli hilo. Na ndio risasi likupata huko. Na ndio maana nikasema kwamba Kamara amejiandaa kutosha kwamba aweze kuhakikisha kwamba Simba iweze kufikia malengo yake. Sasa wamemtoa Kamara. Mangungu, mimi najua hizo mission za Mangungu, kwa sababu Mangungu anajua mwezi Januari Mangungu chaguzi wake na tayari na pia maisha hana. Kwa hiyo atakifanya ameshindikiza ili kwamba kabla hajaondoka katika madaraka yake tayari ameshaweza kutukwaza na ni kweli amefanikiwa. Lakini bado hawajasajili ujue Simba Sports Club na bado hawajamaliza. Ndugu yangu, siku zote katika maisha wahenga walisema usisahau mbachao kwa msala upitao. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba Simba Sports Club kama wamwamini Kasari Ping kama kwamba bado haipo fit, wangempeleka kwa mkopo sehemu. Nimekuuliza swali moja tu. Hapo wewe sasa wewe hiyo swali mjibu wewe. Hapa uwekee Kasari, hapa uwekee au Ping kama na majina yake haya. Wewe mchukua nani mchukua? Namchukua kwa Kasari kwa sababu Ping kama ni majeruhi. Wewe utakuwa na matatizo ya ubongo wa akili yako. Na ndio maana wewe utakuwa kibaka Mangungu wewe. Na kama unamchukua Kasari, naomba hata interview kata interview. Na usichukua mjinga. Wewe kabisa ni kama Kasari ni matapishi. Kama ni ugali ambao unaona, wewe sema sio kwamba matapishi ni bora. Lakini ngakufikisha hapo ulipo. Amenifikisha wapi? Sio Kasari. Alinifikisha mimi Libase Guesent Aula na Kratos Mwamba Chama. Mimi nifikisha hapo mimi. Una makombe mawili kwenye mkono wake. Haya makombe yote mawili ukiangalia kwamba hachukuliwe sana Drake ya Tule ambaye Tule, tumchukulie pia Kibabaje pamoja na kijana mdogo pale ambaye ni Kapombe. Lakini wote wamehusika kwenye michezo. Wote wamehusika. Sio shida kuhusika kwenye mchezo. Unaangalia msaada mkubwa uko wapi? Alafu mwandishi wa Rose ni kwanza mwandishi. Tunapozungumza masuala ya mpira, tuzungumze mpira. Hata kuletea habari za kijinga kama za Mangungu. Mimi hapa nishasema wakati umefika wa Simba kuumia. Ila Simba Sports Club uongozi kama sio Mangungu, najua Mangungu, lakini kiongozi yote ambaye aliyeshindikiza kumfanya Ping kama hawezi kuondoka Simba, huyo kiongozi anapata chunguzwe. Nina wasiwasi hii ni mission. Kwa hiyo nataka kusema Simba Sports Club viongozi wake wanatakiwa walete kipa mwingine, msibaki na Kasari.
nakwambiaje, wallahi nazungumza, nimekalia kigogo. Wahenga walisema usinione nimekalia gogo, ila aliyenikuta sio madogo. Na mimi nimekalia kigogo nasema wallahi wa billahi, Simba Sports Club tusipoweza kuleta kipa ambaye mwenye uwezo kama wa Ping kama mimi, nakwambia msimu huu hatufiki popote pale. Hataki wapi? Narudia kusema champion kwenye klabu bingwa kama Simba Sports Club viongozi si wamemtoa ambaye ni spider wetu, basi kama wakisema eti wabaki na huyu Kasari, haki line Allah ni shahidi. Simama, Allah ni shahidi. Ninakuhakikishia kwambiaje, tutakuja kusaga meno kwa kutumia mchanga. Lakini pale una safu ya ulinzi ndugu yangu, kila ulinzi una tobo, hakuna ulinzi una tobo. Na ndio maana tukisema tuna ulinzi, mechi Yanga tumecheza tutoka 2-2. Ulinzi gani unazungumzia? Kwa ndio kusema na pale mbele hakuna chochote. Unaposema ulinzi unafanya kazi yake, lakini kuna wakati kuna mlinzi mwingine pia afanya kazi yake, ndio kipa. Tukisema tukimtegemea mabeki peke yake, okay, kipa kazi yake nini? Okay, mpira beki umempita, kwenda ni goli. Na ndio maana wachezaji wa timu pinzani walikuwa na furahi sana Simba kwamba kipa abaki huyu Kasari, na sisi ndio tumeingia kwenye mtego. Sasa neno lako la mwisho Malaika, tunapoelekea kwenye tamati ya mazungumzo yetu, wewe unamlaumu Mangungu kwamba ndo anahusika kuharibu kikosi chako cha mnyama Simba Sports Club. Tuseme sasa ndo wewe amekupa peni na karatasi kwamba tutolee huyu tuachie huyu kwa sababu hii na kwa sababu hii. Hebu tuanzie kwa kipa, tunamtoa tunamwacha. Kipa kutoka ni Kasari. Ping kama nambari 1 Tanzania. Nambari 1 Afrika, barani Afrika wote nambari 1. Tunamwacha Ping kama. Nambari 2 tunaye Ayub Sumadule, Mtanzania ndo nambari 1. Sawa, tayari sisi kwenye engo ya kipa tushakamilisha. Hatende mbele sasa kule. Nani abaki na kule mbele kule, lakini mpaka sasa sijaona eti Panga striker nambari 9 pale ndo yani mapema. Mimi katika kitu ambacho nilitamani kusikia thank you ya kwanza ile ya mwalimu Selemani Mwalimu Gomez. Sumadule, nilitamani thank you ya kwanza nione kwamba Selemani Mwalimu ameachia kusema ni thank you, lakini katika yote yani wamefanya thank you. Sijaona thank you ya kumwaga Selemani Mwalimu. Who are you by the way, Selemani Mwalimu? Kwa nini? Yani kwa nini wambakishe Mwalimu? Bado Panga halijafika mwisho. Yani tunaposema bado Panga, kwa nini bado Panga? Yani kuna wachezaji ambao ilikuwa kwamba hata usiku kufikiria Mwalimu hapaswi hata kufikiriwa, hata kwa kidogo asifikiriwe. Mwalimu alipaswa thank you mwingine Sumadule. Lakini pia wako wengi Kante thank you, ni thank you kweli. Alasani Kante Maodo. Yes. Lakini mwingine nitamani thank you ni muone Mahema tena. Namba 8 ya South Africa ile. Sikizani kitu kimoja. Viongozi waliona, walisema wataka thank you, lakini kocha aliomba. Ile kiuhalisia Mahema bado hawezi kuifanya Simba Sports Club, hawezi kuifikisha katika bustani Eden. Mahema ana mapungufu mengi mno. Aina ya Mahema tunaye pale nani? Musa Blam. Ndio mfumo wa Mahema sasa. Yaani ule mpira anacheza Mahema ndio ule mpira ambao anacheza Musa Blam. Ni Mtanzania kijana mdogo ambaye ana miaka 19. Sasa kama kijana mdogo na 19 tunashinda kumwamini na kumpa thamani, kwa nini tumpe thamani Mahema ana miaka 29? Ukiangalia performance zao zile hakuna mpaka mzuri mwenzake. Kwa nini tusitoe mgeni tukabakisha mwenyeji? Kwa mwisho siku kiwango cha Musa Blam kinashuka kadri ya siku. Sumadule, yani kikitu ambacho viongozi wa Simba kifanya, wanajaribu kuendelea kuwapa thamani zaidi. Sawa, ni wageni, inasababisha kuonekana vijana Tanzania viongozi wao vishuke thamani yao. Neno lako la mwisho sasa kuelekea usajili bado. Neno langu la mwisho. Nimeona usajili ambao tumeufanya. Sawa. Usajili ni mzuri sana.
tetesi zile bado hawajathibitisha wao. Hiyo ni kodi nje kwa kodi mimi. Sasa mimi ndo malaika. Yaani wewe kabla hujazaliwa umeshakujua kwamba atazaliwa nani kama mtu. Hicho ishakuwa deep hii. Tumeangalia. Kuna mtu yani kwamba kabla hujazaliwa okay, Dani anazaliwa, Mangungu anazaliwa, Mangungu anazaliwa, mimi ndo malaika. Kwa hiyo tayari wewe una uhakika na mchezaji mmoja tayari pale wa. Mpaka sasa hivi na uhakika mchezaji mmoja kwamba huyo mchezaji mmoja kama nimemuona kuanzia viongozi wamekaa tu nikajua tayari. Na hadi kule ndio tayari kwa sababu yote ni baraka za Mungu ambazo zitanipa mimi. Simuandulia. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba sioni tatizo, ila ninahitaji usajili ambao viongozi wa Simba naomba wasikurupuke. Naomba wasikurupuke. Simba hatuna madhaifu katika maeneo mengi. Tuna madhaifu maeneo matatu tu. La kwanza namba 8, kiungo mchezeshaji, msambazaji mipira. Unataka kusema kwamba hamna product ile ya Red Bull Alia? Hapana, hakuna, bado haijatokea. Ambayo kiungo tunataka tumpate kama alivyokuwa Faisal, mtoto wa Zanzibar. Kwa hiyo mnamtaka Faisal Toto. Ingelikuwa Simba Sports Club kweli wanaweza makubaliano, wangefanya mchakato wote kuhakikisha Faisal Toto waweze kuwa naye karibu. Mwingine lakini namba nyingine, namba 9, striker force. Sisi hatuna striker, sio force, hatuna tu striker ambaye mnamtaka sasa hiyo. Simamule, tunamhitaji sisi striker ambaye anaweza kubadilisha matokeo. Akipata nafasi 3, 2 basi ziwe goli. Ila mwalimu akipata nafasi 5 zote butu. Mwalimu ni sawa, yani mwalimu ni sawa. Mwalimu ni sawa na tuzungumze nini? Yaani ni sawa na Kibogoyo. Mwalimu ni sawa na Kibogoyo, mtu ambaye tuko na meno. Kama ushawahi kumwona mtoto mdogo aliyozaliwa, ndio sana mwalimu. Selemani Mwalimu Gomez. Yes. Yule ana meno, mguu wake uoni, hauna macho. Kuanzia mguu mpaka macho yake yashakufa. Tunapaswa Selemani Mwalimu basi hata kwa mkopo tumpeleke Yanga Afrika. Mwingine wa mwisho si umenielewa hapo? Nakuelewa Malaika. Lakini wa mwisho nilikuwa nataka nafasi muhimu sana nambari 2 kwa Kapombe pale na Duchu. Shaban Kapombe yule tuseme sasa ni babu. Duchu bado quality yake, product yake ya Duchu sio bora ya kumfanya Simba kutufikisha tunapotaka. Tunahitaji tupate beki ambazo zinazoweza kupandisha mashambulizi, lakini pia kuingiza cross ambazo zitaweza kutuletea faida. Sio, umenielewa? Nimekuelewa. Kama ingekuwa chance au sense au, lakini kule ni basketball. Akinapa pia hapa tuna ngariba. Tuna ngariba yani mpanzo. Sawa. Sisi tunataka viungo ambani hizi winga tushamaliza. Kwa hiyo sisi engo zetu zilikuwa ni engo ndogo. Engo ya mwisho ni nambari 10, Kratos Chama. Ni mtu mzima, ni mtoto anayekuwa. Ile lugha huwezi kuelewa mtoto mdogo sana. Lakini muhenga mwenzangu anaelewa. Duniani mwanadamu ana option 2. Ni mtoto, ni mtu mzima anayekuwa, na mtu mzima ni mtoto anayekuwa. Kwa hiyo Kratos Chama ni mtu mzima, ni mtoto anayekuwa. Kwa hiyo tunapaswa tumpate kijana ambaye nambari 10 ni uwezo mkubwa, ambaye awe mtoto ni mtu mzima anayekuwa. Lakini haya maneno wao ukiwa tena mdogo jenzi, wewe tukielewa. Nimezungumza maneno ya kiundani ya kiutu uzima sana. Ila kina Mangungu atanielewa. Shukrani sana Malaika. Asante sana.